Na mtazamaji wa Tanzania Kids Time, leo tumefanya ziara moja kwa moja katika makao makuu ya shirika la Childhood Development Organization CDO ambalo liko hapa katika kata ya Mzumbe, na adhima kubwa ni kutazama programu jumuishi ya kitaifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ambayo inaangazia mtoto wa mwaka 0 hadi miaka 8. Na niko sasa hapa moja kwa moja na mratibu wa mradi wa Mtoto Kwanza, lakini pia ni afisa program wa shirika hili la CDO, anaitwa Innocent Lusomyo. Nafurahi kuwa na wewe, tutazamie moja kwa moja katika eneo la ulinzi na usalama ambao pia inajumuisha na mambo mengine, na CDO pia ina kituo cha malezi ya watoto wadogo. Swala la ulinzi na usalama likoje hasa, ama mnaliangazia kwa namna gani tunapozungumzia programu ya MAM? Okay, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza ni washukuru kwa kuweza kufika kwenye kituo chetu hiki ambacho ni makao makuu ya shirika la CDO hapa kata ya Mzumbe, mkoa wa Morogoro, wilaya ya Mvomero. Sisi kama wadau wakubwa wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, swala la ulinzi na usalama kwetu ni kipaumbele kwa watoto. Kwa sababu kwanza sisi tunashiriki kama wadau, lakini pia tunashiriki kama watu wa huduma. Kwa maana ya kwamba wadau tunashiriki katika kuratibu mashirika na wadau wengine ambao wanahusika na masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Lakini pia kama watu wa huduma ambao tuna kituo cha malezi kinachoitwa Zawadi. Kituo hiki pamoja na mambo mengine kinachochea utoaji wa huduma za malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kwa sababu tunao walezi ambao wanahusika moja kwa moja na malezi ya watoto hawa wenye miaka 0 ambao wazazi wao na walezi wao tunawapa nafasi ya kuweza kushiriki kwenye shughuli za uzalishaji mali. Kama tunavyoona hapa, kituo chetu kiko karibu na chuo kikuu cha Mzumbe. Baadhi ya watoto ni watoto wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Mzumbe. Kwa hiyo tunawapa nafasi waweze kushiriki kamilifu katika usomaji na ujifunzaji wao, huku watoto wao wakipata huduma za malezi hapa kituoni. Kama unavyoweza kuona kwenye kituo chetu, kama kanuni zinavyosema, kanuni za uendeshaji wa vituo, kwamba kituo cha malezi, moja ya sifa ya kituo kuwa cha malezi lazima kiwe na mazingira ambayo ni salama kwa watoto. Kituo chetu kama unavyoweza kuona kina ukuta ambao kwa namna moja au nyingine unachangia kuhakikisha usalama wa watoto hawa ni wa hali ya juu sana. Lakini pia hata mazingira unaweza ukaona ya uchangamshi inavyo vifaa vya kuchangamsha watoto, kwa sababu kwenye umri wao huu swala kubwa sio kusoma tu, lakini wapate uchangamfu wa awali ili vile akili yao iweze kuwa stimulated au kuchangamka, na hatimaye waweze kuwa watoto ambao wanafundishika hata wanapoanza kuingia kwenye elimu ya darasa la kwanza. Hivyo na sisi pia kama ambavyo tumekuwa tukishirikiana na wadau wengine, hata kesho tarehe 9 mwezi wa 5 katika kituo chetu hiki kutakuwa na mafunzo ya wamiliki wa vituo vya kulelea watoto mchana, yani daycare centers, kwenye eneo lote hili la kata ya Mzumbe, ambayo yatafanywa hapa kwenye kituo chetu kama sehemu au kama fursa muhimu ya kuweza kupitishana katika mwongozo wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, lakini pia kupeana maelekezo mahususi ya namna ya kusimamia vituo hivi ili kuhakikisha watoto hawa wanakuwa kufikia ukuaji wao timilifu. Na mnapokuwa mnajenga haya mazingira mazuri ya uzio, lakini darasa linazungumza, tumeshuhudia hapa, ni nini hasa ambacho mnakuwa mnakianza kukigundua sasa, ama viashiria ambavyo mnavitazama kwa hawa watoto ambao tunaona wana mwaka kuanzia 2 wengine mpaka miaka 4? Okay, sasa swala la ulinzi na usalama wa mtoto ni dhana ambayo inatakiwa kuanzia nyumbani, kwenye ngazi ya familia. Kwanza wazazi kama wazazi huwa tunakuwa na vikao vya kila robo vya wazazi na walezi. Moja ya vitu ambavyo tunasisitiza ni kuwaelimisha kwamba watoto hawa wa umri huu tunatakiwa kuanza kuwahakikishia ulinzi na usalama kwenye mazingira ya nyumbani. Mtoto ajisikie ni salama akiwa mikononi mwa mzazi na mlezi. Lakini pia swala hili la ulinzi na usalama ndio hilo ambalo tumekuwa tukifanya, kwamba badala ya kusisitiza kwamba watoto wa umri huu wabaki nyumbani tu, yawezekana ukimwacha nyumbani pasipokuwa na uangalizi atakuwa kwenye hatari
ya kufanyiwa vitendo vya ukatili, lakini akiwa kwenye kituo kama hiki anakuwa kwenye mazingira salama ambayo yanaweza kumhakikishia usalama wake kwa muda wote ambapo anakuwepo hapa, na hata anapokuwa amemaliza programu yake ya kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 5:30 saa 6, maana yake mzazi au mtu ambaye amethibitishwa na mzazi ndio ambaye anatakiwa kuja kumpokea. Kama ambavyo unaweza kuona muda huu ukitazama kule, wazazi na walezi tayari wameanza kuja kupokea watoto. Ni aidha aje mtu ambaye amepewa mamlaka na mzazi kumchukua mtoto na kurudi naye nyumbani, au mzazi mwenyewe aweze kurudi nyumbani, aweze kumpitia na kurudi naye nyumbani. Yep. Na mtazamaji, unafahamu ya kwamba mradi wa Mtoto Kwanza ambao unatekelezwa na shirika la CIC Children in Crossfire kwa kushirikiana na TechDen, lakini pia UTPC umoja wa vilabu vya waandishi wa habari nchini Tanzania, na kwa mkoa wa Morogoro shirika kiongozi ambao linaongoza mashirika mengine ni CDO, na tunaelekea kwenye Tanzania Malezi Summit. Hebu wadokeze kidogo au namna gani ambavyo CDO mmejipanga na ushiriki wa tukio hili kubwa kabisa la kitaifa ambapo makamu wa rais atakuwa ni mgeni rasmi. Kwanza ndugu mtangazaji, nianze kuwaalika wadau na wazazi na walezi na jamii nzima kwa ujumla kwamba mwezi huu tarehe 23 na 24 kuna tukio kubwa sana la kitaifa ambalo ni Tanzania Malezi Summit. Ni kongamano kubwa sana la malezi ambalo litafanyika pale jijini Mwanza, na mgeni rasmi katika kongamano hili atakuwa makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango. Sisi kama wadau wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wa mkoa wa Morogoro, kwa kipindi chote hiki mpaka kufikia tarehe 23-24 tumejipanga kikamilifu kushirikiana na wadau katika kupaza sauti, kuibua hoja na mijadala ambayo itachochea malezi yaweze kufanyika kikamilifu ili kuweza kutengeneza watoto hawa. Na kwa kuanza tu kuelekea siku ya kimataifa ya familia tarehe 15 mwezi wa 5, sisi kama wadau kwa kushirikiana na wadau wenzetu na serikali ya mkoa wa Morogoro, hasa ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro, tutakuwa na tukio kubwa sana ambalo litakuwa ni kongamano la malezi kwa ngazi ya mkoa ambalo litafanyika kwenye ukumbi wa soko kuu la Kingalu, ambalo katika kongamano hili tutakuwa na wadau mbalimbali ikiwemo watu wenye ulemavu ambao siku hiyo tunatazamia kwamba wataweza wakapatiwa vitimwendo kama sehemu ya kutambua juhudi ambazo zifanya katika kushirikiana na serikali na wadau wengine kwenye masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Lakini pia tunawaalika wote ambao wanawiwa kushiriki katika tukio hili adhimu ambalo litafanyika tarehe 15. Itakuwa ni siku ambayo itakuwa na chereko nyingi, hasa kuelekea siku kuu ya familia ya kimataifa tarehe 15 mwezi wa 5, na hasa tunapoenda kwenye maadhimisho ambayo yatafanyika kitaifa kule Mwanza tarehe 23 na 24. Kwa hiyo wadau, wazazi, walezi wote wanakaribishwa kuweza kushiriki katika tukio hili. Naam. Asante sana, nikushukuru. Pengine lolote la kuhitimisha? Katika kuhitimisha, sisi tuwaombe kwamba swala la malezi ndio msingi wa taifa hili. Kauli mbiu ya mwaka huu ni malezi bora kwa taifa imara. Kwa hiyo tunaomba wazazi, walezi, hata vijana pia, kwa sababu ndio wazazi wa baadaye, waweze kuona ni namna gani wanaweza kushiriki kwenye kampeni hizi za kuboresha mifumo ya malezi ili kuweza kutengeneza viongozi wa leo na kesho kutwa, kwa sababu tusiposhiriki kikamilifu katika kutoa elimu ya namna gani vijana hawa wanatakiwa kulelewa, kupewa huduma zote kwa kuzingatia vile vipengele vikuu 5 vya malezi jumuishi, kwa sababu kikipungua kimoja tu kinaathiri kingine. Ikipungua afya inaathiri lishe, ikipungua lishe inaathiri afya, ikipungua lishe itaathiri mfumo wa ujifunzaji na ufundishaji. Kwa hiyo sisi kama wadau tunatoa wito kwamba jamii ione umuhimu wa kuzingatia vile vipengele vikuu 5 vya utoaji wa huduma, kwamba mtoto apatiwe afya, apatiwe lishe ya kutosha ili kuboresha afya yake. Akiboreshwa afya yake atakuwa na ujifunzaji mzuri darasani. Kwa hiyo hatutokuwa na watoto wengi wajinga. Lakini pia
akihakikishiwa ulinzi na usalama, maana yake mtoto huyu anaweza akakua na kufikia ukuaji wake timilifu na hatimaye baadaye aweze kutoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya taifa lake na hatimaye taifa liweze kuendelea. Naam. Asante sana mtazamaji, kama ambavyo umemsikia amehitimisha, anaitwa Innocent Lusomyo. Yeye ni mratibu wa mradi wa Mtoto Kwanza kwa mkoa wa Morogoro na ni afisa programu wa shirika la Childhood Development Organization. Tumekuwa na mazungumzo ambayo pia tunatazamia kwa lolote ile ambayo litajiri kulingana na jitihada zao ambazo wanazifanya, basi kupitia Tanzania Kids Time utaweza kupata taarifa zote.